Mambo vipi? Mambo safi ndugu yangu. Conference sasa tunawaita. Waandishi nyinyi ni wabaya sana. Waandishi wa habari wa mitandaoni hao. Mnapata watu tu kama tu mnataka muoje kwa lazima. Kisa kumiliki ile nyumba imekuwa shida. Tena umezungumza kuhusu ile nyumba. Kwa nini sasa maneno yamekuwa mengi kuhusu ile nyumba yako? Unajua kuna watu sio Mwanza tu hapa. Kuna watu mikoani wanaangalia maisha tuliyokuwa nayo zamani na maisha ya leo haya. Wanaangalia mtu umejenga ile nyumba. Alafu watu hawajui kama kujenga tunasema ni kudunduiza. Sababu ukiangalia gharama pale nimetumia tripu 20 za mawe. Tripu 20 kama 1,500,000. Haya nimechukua tofali 4,000 ambayo ni 4,000 na laki kama 2. Haya zingine hizo bati pale zimekula bati kama 300,000. Sababu kwenye udalali sisi, sababu sisi tunapambana na udalali. Unapata mteja wako, unapata anaweza kaunga viwanja 5 au kauza shamba. Kama nilivyouza shamba kule Budutu. Niliuza shamba vizuri kabisa nikapata 7,000,000. Sasa 7,000,000 umepata kwenye udalali. Kwa nini usijenge nyumba? Leo kwenye udalali nipo kwenye miaka kama 5, 6. Unashinda kujenga nyumba kama hiyo, alafu mtu anakuja anaanza kujiingiza ati hiyo baraka nyumba sio ya kwako. Hivi nyumba kama sio ya kwangu, nyumba ya jirani atakuwa anakuuza asubuhi mara umeenda kuoga, umeenda kula, umeenda kukaa. Lakini hata kama isingekuwa ya jirani, hata ikawa ya jirani, hata ya nani, watu wana mazoea. Yaani wao wale wanaokujua kutokea kule mwanzo wanataka walete mazoea hayo hata unavokuwa mtu mzima. Hawajui kwamba kuna mabadiliko. Si ndio hivyo? Kwa hiyo wewe umebadilika. Na nitazidi kuambia watu. Na sehemu tena kuna sehemu ni maisha kama msingi. Na kenyewe nadhani kwenye tarehe 8 nitakaweka hadharani katika msingi. Ili wajue kwamba kumbe udalali una hela. Unajua udalali ni kitu ambacho unaweza kufanya unapata hela yako nzuri. Anakuja mtu kama wewe hapa bwana, kama hii nyumba yangu nataka 150,000. Wewe ukapata mtu anakamana 180,000. Mkaingia mezani ukala 130,000. Sasa 130,000 120,000 unashinda kujenga nyumba kama ile nzuri. Sasa watu wanabaki baraka kingo, nyumba sio yako. Nimeshawaambia tarehe 25 mwezi wa 8. Kuna ng'ombe 6 pale. Na siku hiyo ndio watakuja. Alafu waambie kabisa tumeagiza vitu vinatoka pale Buzuruga. Kuna mtu anachonga masofa anaitwa OJ. Anaandaa mizigo ya kutosha. OJ yuko Buzuruga pale. Kwenye mataka mwana mjini mkono wa kulia. Nadhani kwa watu wa Mwanza, watu wa Msoma, wa wapi wakishika Mwanza Buzuruga wanakuta pale OJ. Kuna sofa nzuri pale. Sofa nzuri 3,500,000. Ndio zitaingia pale sofa 2. Sehemu ya kulia nitaweka meza nzuri. Yaani kiujumla umejiandaa vyema. Yaani kwa ile nyumba, asset za ndani. Nilipiga hesabu sio chini ya 35,000,000. Asset ya ndani ambayo ni mtu kimwambia kujenga nyumba, anajenga nyumba na anamaliza. Lakini leo mtu anaanza majungu. Sasa mimi siishi kwenye slope. Kwa hiyo nataka kuniambia majungu yanasababishwa na nini? Ni umaskini. Ni umaskini lakini unaona wenye hela wote wakiangalia mitandao wanasema Baraka hongera. Lakini hao wenzangu na mimi wanaishi kwenye slope. Nyumba sio ya kwako. Nyumba sio ya ndani ya kwangu. Au unaishi makaburini. Na watakuja washuhudia hapo. Sikiona watakuja wasema msemo wa Jito mwanaume. Lakini mbona walisema hiyo nyumba sio yako, mara ni ya mchungaji, mara ni sasa watakuja wamuone mchungaji ni nani. Lakini hiyo nyumba ni ya kwangu. Na hapo nategemea tarehe 25 mwezi wa 8 mwezi ujao. Leo tarehe 29 mwezi ujao. Ng'ombe watu watakula pale. Na sikiona wataamini kweli kumbe nyumba ni ya huyu Mururi wa Mgango. Sasa watu wawe tu wazi bwana. Wakiona mtu umejenga nyumba yako, waje tu kusema ndugu yangu hongera sana. Wasilete majungu. Mimi siishi milimani au siishi kwenye slope. Slope sababu sisi tunaishi zile slope watu wanasema za kuandikia udaga. Sisi tunaishi mazingira mazuri. Sasa hapo tu kisima kimenigharimu 12,000,000. Cha kuchimba nimeta gari kadiri. Sasa 12,000,000 sisi kwenye udalali, Mungu akifanikisha ukauza nyumba ya mtu au ukauza eneo la sheri. Unaipata 10,000,000 hiyo ya kufikia tu. Lakini watu wanasema kwamba wewe hauna tofauti na yule mzee aliyekuwa anasema 900 itapendeza. Dr. Shika. Hata Dr. Shika alikuwa muuni. Alikuwa na elimu lakini alikuwa muuni. Ndio maana hata Dr. Shika siwezi kumkashifu. Amefariki amezikwa Nyanguge. Sasa alikuwa anaishi kwa ndugu. Sasa wewe wale kina Dr. Shika, ufananishi na mimi. Mimi nasonga mbele. Kwanza mimi ukiangalia katika utafutaji wangu. Mimi toka mwaka 92 nimeanza katika mambo ya stendi. Nimeanza Tanganyika basi, nimefanya kampuni moja kwa Msoma kwa Mbaruz Express, nimefanya Zabloni,
nimefanya Nyamokia. Huyu rais wa chama cha wafanyakazi huyu Tukcha, Tumaini Nyamokia. Mimi nimefanya naye kazi kwenye magari mwaka 1997 tunakuja Mwanza. Nimetoka hapo nikarudi Mwanza, nikaja kufanya kazi Mohamed Trans. Mwanzo tumefanya kazi sana, nikatoka Mohamed Trans nikaja Isamilo. Sambil Express 2023 nikaona sasa umri wangu wa kuritaya wa kupumzika kazi ile nimetosha. Sasa nikaamua kujiunga kwenye udalali. Nikakuta kwenye udalali kumbe kule nilikuwa kuna bahati yangu. Sababu unaweza kaa wiki mbili hujapata hata shilingi 100, kile siku ukipata unapata milioni 2, milioni 3. Utashinda kujenga ndugu zangu. Alafu mnaanza maneno mwanaume atana chinu na bado nitawakomesha. Yaani waendelee tu ndugu yangu mwandishi wa habari. Na lazima tuwachokondoe sana. Tunataka watu wawe wanatembea wakikuona hivyo wanaanguka chini. Wasema huyu Mjita kajenga hiyo nyumba. Na nitajenga tena nyingine hata ndogo tu sasa kufikia watu. Lakini wana taarifa ninazosikia huko kwamba Wajita hamtaki kujenga kwenu. Mnatusumbua huku, mnatuvimbia huku, ila kwenu kule vijijini hamjengi. Unajua ukisema Wajita wanataka kujenga kwetu ilikuwa ni zamani. Ulikuwa ukienda kusalimia. Kwanza uwagi. Ukiaga tu lazima ufie njiani. Sasa watu tukajikuta tutaki kujenga majumbani, lakini kwa sasa hivi Wajita hata ukienda pale kwetu tumejenga. Ukienda Mgango pale kwa Mzee Kingu, mambo yetu ni mazuri kabisa. Siku hizi tunajenga kabisa, ambao hawajajenga ni wachache wa kuhesabu. Lakini Wajita sasa hivi wanajenga sana. Ukienda Ujitani huku, kuna watu wana nyumba. Au nikitoa tu mfano samani kidogo kama Takera wananchi. Kuna huyo ndugu yangu na rafiki yangu tumekaa naye Msoma mjini kamnyonge sana. Anaitwa nani? Yuko Njombe, Songea sijui Mtaka huyo. Alikuwa DC Bariadi. Yuko vizuri. Kwa hiyo watu wanajenga sana Wajita. Kwani yule ni Mjita? Ni Mjita kabisa, amesoma kamnyonge. Yule ni Mjita kabisa. Anaitwa Mtaka. Ni Mjita kabisa yule. Mimi simfahamu. Ni Mjita, yuko kabisa huko Mrangi na ndani kule, amejenga vizuri sana. Kwa hiyo ukisema Wajita wajengi, ilikuwa ni zama za babu zetu. Hizi zile. Lakini leo ukienda Ujitani unaambiwa nyumba ya Moboto, hii nyumba ya Mtaka, hii nyumba ya kuna mtu mmoja huko pale Msoma anaitwa Dennis Ekwabi. Alikuwa diwani wa huko sijui Mjita huko. Na amejenga kwa vizuri kabisa. Hata ukimwona huyu alikuwa mbunge wa Bunda, huyo Mkuria. Yuko unapitia manyama nyingine. Wote wamejenga. Leo Ujitani mpaka pale Mrangi kuna center na kuna halmashauri ya wilaya Msoma vijijini. Afu leo usimete Wajita wajenge. Kwa hiyo unashaurije wale Wajita ambao bado wanadhana ya kwamba vijijini Wajita, nadhani Wajita kama mnanisikia hapo, mko Dar es Salaam, mko wapi? Hebu rudini bwana. Hata kama unapata kana nafasi kidogo serikalini, hebu njoo ujenge. Sababu usipojenga wakati unafariki, sababu ukiwa serikalini lazima unaandika mkataba bwana, lazima watakuza kijijini kwenu. Sasa lazima tujenge. Na wamejenga sana. Sasa si ukifa unakuwa umekufa, hata ukienda utadhalilikaje? Aibu za familia na watoto. Huyu mtu labda alikuwa mkuu wa mkoa, alikuwa labda meja jenerali. Alafu unajua Wajita wengi kule kwetu, wengi walikuwa ni maafisa elimu. Maafisa elimu ndio wale watu wataka kumzidi Nyerere, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akili. Nyerere akaona sasa Wajita ngoja ni wapasi. Wewe kama afisa elimu Mtwara, kwa afisa elimu Tunduma, kwa afisa elimu Bukoba, wakajikuta walimu wote Tanzania nzima kwa ni Wajita. Sasa hao wengine wamepandikizwa tu na watu wetu wa Mara wakawa kwenye majeshi. Kwa hiyo kila mkoa wetu wa Mara ulikuwa na familia zake. Jeshi kwa Wakuria walikuwa waogopi. Wajita sababu huo kuna msemo tunatukanwa. Eti Mjita amechomekea lakini mgongoni amechanika lakini karamu 3. Hiyo ilikuwa ni sana za zamani. Katika watu kwa kujipenda katika nchi hii, wa kwanza ni Wajita. Kuna Mjita, alafu kuna Mwaya Mbwenu. Anakuambia nisomeni mpaka 44 but no cause. Hao nao wako vizuri kabisa, lakini na sisi Wajita kwanza tumekaa stable. Tunajua kupepeta na tunaongea vizuri. Kwa hiyo maana nakwambia bwana haya mambo wewe acha tu ndugu yangu. Yamegharimu sana watu.